wa Nkrumah Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Muhimbili ulikuwa umejaa shangwe. Nguo nyeupe zilimetameta chini ya mwanga mkali na kelele za makofi zilisikika kwa nguvu. Julia Mwakalinga alisimama mstari wa mbele, mikono yake ikiwa imeshikana mbele ya kifua, moyo ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Karibu kwenye channel ya Mr. Influencer, mahali ambapo hadithi zinazokukata pumzi zinapoibuka moja kwa moja. Leo tunaanza safari ya kimaisha na ya hofu. Hadithi ya Da Julia. Hakuna njia ya kukimbia hatima. Usikose kila dakika ya shauku, kila hatua ya siri, kila tukio. Kwa hiyo hakikisha una click subscribe na unagusa alama ya kengele ili usikose sehemu yoyote ya hadithi hii ya kusisimua. Mimi ni msimulizi wako mahiri wa Ize King. Tuendelee na hadithi yetu. Cheti cha mwanafunzi bora wa udaktari, sauti ya msimamizi ilitangaza, kinakwenda kwa Julia Mwakalinga. Makofi yalisikika. Julia alipanda jukwani akipokea cheti kwa tabasamu dogo lililojaa imani. Alipotazama ukumbi, aliona mama yake akifuta machozi ya furaha. Siku hiyo, Julia alihisi maisha yameanza rasmi, kwa heshima, kwa bidii, kwa matumaini. Hospitali ya Taifa Muhimbili Msangani ikawa nyumbani wake wa pili. Julia alijulikana kwa kufika mapema, kuondoka kuchelewa na kufanya kazi bila malalamiko. Korido zilikuwa za kawaida kwake, sauti za mashine, harufu ya dawa, mwanga mkali wa vyumba vya upasuaji. Alijulikana kama mfanyakazi bora. Lakini siku moja yote yalibadilika. Alipokuwa akijiandaa kuondoka baada ya zamu, gari la wagonjwa lilifika ghafla. Mtoto mdogo aliwasili, amelala kwenye machela, uso wake umejaa damu, pumzi yake ikipanda na kushuka kwa shida. Julia alisimama pembeni tayari kuondoka, lakini macho yake yakamkuta msaidizi wake, yule aliyemwamini, akitoa maelekezo kwa timu ya upasuaji kama yeye ndiye daktari mkuu. Moyo wake ukahema kwa nguvu. Hakujua alichofanya, lakini alihisi hatari. Alijua hatari zaidi kuliko vile ambavyo macho yake yalionekana. Alipofuatilia kwa mbali, akagundua kuwa chumba cha upasuaji kilikuwa chumba cha siri. Kabati dogo lililokuwa pembezoni lilimficha na Julia alijificha ndani yake. Kupitia ufa mdogo aliona kila kitu, upasuaji wa mtoto yule usio wa kitaaluma na sio kuokoa maisha bali kiungo cha mtoto yule. Mazungumzo mafupi ya malipo yalifanyika baada ya kazi kukamilika, malipo yakafanyika. Na hatimaye mtoto yule mdogo aliaga kwa kupoteza damu nyingi na maumivu. Baada ya yote, mtoa pesa aliamuru mwili ule uhifadhiwe kwenye mfuko wa plastiki na ukatupwe baharini. Moyo wa Dr. Julia ulidunda kwa hofu, miguu yake ikatetemeka, mkono ukifunika mdomo kwa nguvu ili sauti isije ikatoka. Mara ghafla, kwa hofu na mtetemo wa Julia alisababisha kelele, mlango ukafunguliwa, mwanga ukampiga na boss wake alimuona. Sauti ya utulivu lakini yenye nguvu ilijaa kimya. "Kuna kitu chochote umeona au kusikia?" boss alisema. Lakini Julia alijibu kwa hofu, "Sijaona kitu." Julia aliketi kwa hofu, akiwa amekandamizwa kwa kisu shingoni, ikabidi akubali kutunza siri. Kisha karatasi ilitolewa, alisaini. Hakukuwa na maelezo mengi, lakini chini ya mstari wa chini, jina lake lilisababisha kila kitu kiwe kitendawili. Kila hatua, kila upasuaji, kila kifo kimeandikwa kuwa yeye ndiye aliyefanya. Hivyo tukio lile Dr. Julia alithibitisha kuwa amefanya yeye, akakabidhiwa bahasha yenye pesa nyingi, akaruhusiwa kuondoka. Kutoka siku ile, Julia alibaki hospitali, lakini hakuwa daktari tena. Kila korido lilikuwa na macho, kila simu ilionekana kama tishio. Alijiondoa kwenye kila jambo lililokuwa na uhusiano na upasuaji. Maisha yake yaligeuka kuwa kuishi kwa hofu, kukimbia maisha yaliyokuwa hayana hatua ya nyuma. Ghafla Julia akashituka, mwili ukiwa umejaa jasho na hofu, sio tena kwenye apartimenti yake kule Siza bali kwenye chumba kidogo kilichojaa utando wa bwibwi huko Magogoni. Simu ikaingia meseji ghafla, ilikuwa ni Machi 9 na dakika 40 usiku. "Hauwezi kukimbia hatima, Julia. Tutakukamata."
Alishtuka. Alikuwa fika. Watu waliomtaka kufanya operesheni za kuondoa viungo kwa watu alitambulishwa kuwa walipata ajali, watoto na wazee. Walitaka arudi kazi, lakini muda huu hakutaka tena kudhulumu maisha ya watu wengi kwa kutishiwa kuondolewa maisha yake. Hakupata usingizi mpaka Machi 12 na dakika 50. Hapo alisimama, akavaa koti lake la daktari wa zamani, akatoka nyumbani kuelekea kituo kidogo cha polisi huko Kigamboni. Alipokelewa na askari wa mapokezi, akaomba kukutana na askari anayehusiana na mambo ya utafiti na upelelezi ili ajisalimishe mikononi mwake. Askari wa mapokezi akaonekana kutoka kumuita Afande Masatu, lakini kabla hajafika huko alionekana akipiga simu, maneno ambayo Dr. Julia hakujua yalihusiana na nini. Baada ya muda Afande Masatu akafika. Wakati Julia anajiandaa kutoa ushahidi wa kile alichopitia, mlio mkali kama wa risasi ukakatiza kila kitu. Maumivu makali yakamkumbusha kile alichopitia. Julia akashtuka, machozi yakimtoka. Mwili ukadondoka sakafuni, giza likamzunguka. Mashine zikalia hospitalini. Daktari mmoja alisema kwa sauti ya chini, inaonekana kama koma hii itaisha kabla ya mwaka. Hivyo Julia analindwa hospitalini kama dhahabu ili akipona awape polisi kile alichotaka kuwapa. Sasa bosi yupo huru. Askari wanaanza kufuatilia. Na Julia aliye hai lakini akiwa kimya, anaishi kwenye hofu ya kila dakika. Nini kitatokea? Je, Julia atapona? Usikose sehemu ya pili yenye majibu ya sehemu hii ya kwanza. Usisahau kusubscribe.